Dalili za kukoma hedhi mapema. Kipindi cha hivi karibuni, wanawake wengi sana wamekuwa wakikumbana sana na changamoto za kukoma hedhi mapema sana. Unakuta mtu anafikisha miaka 35, miaka 40 hapo anakwambia tayari ameshakoma hedhi. Hiyo huwa inatokana na baadhi ya vitu especially mwanamke vinavyokukumba mara kwa mara, unavichukulia poa tu, hauendi kuvifanyia hata uchunguzi wa daktari, hali ambayo inakusababishia kwa kiasi kikubwa kuweza kukoma hedhi. Sasa kuna baadhi ya dalili ambazo mwanamke unapoweza kuzipata huwa ni kiashiria cha kuwa unakaribia kukoma hedhi, lakini haimaanishi kila dalili nitakayoielezea hapa itakuwa ni dalili ya kuwahi kukoma hedhi. Kuna wale pia wanaokumbana na changamoto ya hormone imbalance, anaweza akapata baadhi ya dalili kati nitakavyozitaja. Ndio maana huwa nashauri kama unapata miongoni mwa baadhi ya mabadiliko kwako kati nitakayoyataja, basi unaweza ukaenda kufanya vipimo vikubwa viwili ambavyo ndio vitaweza kukuthibitishia either moja, kama unawahi kukoma hedhi au ni changamoto ya hormones. Kipimo cha kwanza ni kipimo cha kuangalia mzunguko wako wa hormone ukoje, ambao tunaita physical hormonal profile. Unaweza ukaenda ukafanya hicho kipimo, lakini kipimo cha pili ni cha kuangalia ubora, wingi na uwezo wa mayai yako kwenye mfumo wa uzazi, especially unapokuwa umefikisha miaka 35, 40 na kuendelea. Unaweza ukaenda kufanya kipimo hicho. Dalili ya kwanza ni kurukaruka kwa hedhi. Yani unakuta kuna mtu unakaa miezi miwili, miezi mitatu, miezi minne unapata hedhi, na especially hii hali ikiwa inajirudia mara kwa mara. Maana unaweza ukapata hii dalili ukiwa na hormonal imbalance, na haimaanishi kila unapopata hii dalili basi unakaribia kukoma hedhi. Lakini unapofikia miaka 35 kwenda juu, basi jitahidi kwenda kufanya vipimo ili kujua, je, umekaribia kukoma hedhi au ni changamoto tu ya hormones. Lakini dalili ya pili ni kupata changamoto ya kuwa na hasira za mara kwa mara, especially hata kama hujaudhiwa na kitu. Unakuta kuna mtu alikuwa anakusemesha tu kidogo, ila unavyomjibu ni kama amekutusi tusi kubwa sana. Lakini jambo lingine ni kukosa hamu ya tendo la ndoa kwako mwanamke. Huwa ni kiashiria pia sometimes kwa yule mwanamke ambaye anaweza akawahi sana kukoma hedhi, ambaye anaweza akapata changamoto ya kukoma hedhi mapema sana. Lakini kuna ile changamoto pia ya ukavu ukeni kwako mwanamke. Kwa hivyo kama unapata dalili, baadhi ya hizi dalili nilizozielezea hapa, inaweza ikakusababishia sana kuweza kuwahi kukoma hedhi. Hivyo unaweza ukaenda kuonana na mshauri wa afya, aidha ukapatiwa matibabu ambayo yatasaidia sana kwenye kuboresha kiwango cha mayai, lakini pia kuboresha kiwango cha hormones ili kukuepushia kwako wewe mwanamke kuweza kukoma hedhi. Lakini pia kama unakumbana na changamoto nyingine yoyote na unapenda ushauri binafsi kutoka kwangu, namba zangu zipo kwenye bio. Unaweza ukachukua namba zangu ukanipigia simu moja kwa moja nikakushauri njia nzuri za kuweza kuepukana na changamoto yako.